Habari za muda huu, ndugu msikilizaji. Kipindi kilichopita tulizungumzia habari ya mlo kamili na tukaenda kwa undani kwa habari ya carbohydrate. Kwa hiyo, na kama unakumbuka, tulisema kuna vyakula vikuu vinne katika mlo kamili, pamoja na kwamba kuwepo vingine, lakini sisi tunajikita kwenye vikuu ambavyo kuna carbohydrate, protini, tuna fati yani mafuta, na tuna vitamini na madini. Tumeshaona kwa habari ya carbohydrate, na leo tunaenda kuangazia kwa habari ya protini. Protini kirutubisho muhimu sana katika kuimarisha afya ya mwanadamu. Kwa hiyo protini ni muhimu. Unapokuwa unaandaa mlo wako, hakikisha usikose protini. Nini sasa umuhimu wa protini ndani ya mwili? Protini inasaidia katika ukuaji wa mwili. Protini inasaidia katika kujenga mwili na misuli kuwa imara. Protini pia inasaidia katika kutengeneza vimeng'enywa, yani enzyme ambazo zinasaidia katika kumeng'enya chakula mwilini na baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea ndani ya mwili. Protini pia inasaidia sana katika kutengeneza kinga za mwili. Kwa hiyo protini inasaidia katika uponyaji wa vidonda, kwa mfano wale waliofanyia upasuaji, lakini pia ikitokea ukapata ajali au kitu chochote ambacho kinaweza kupelekea ukawa na kidonda, protini inasaidia sana kama una protini ya kutosha katika uponaji wa hicho kidonda. Lakini pia inasaidia katika kupona haraka kwa magonjwa, kwa sababu inahusika sana katika utengenezaji wa kinga za mwili. Kwa hiyo pia, lakini ndani ya mwili kuna baadhi ya molecules ambazo zimetengenezwa kwa protini na zinasaidia kusafirisha baadhi ya virutubisho mbalimbali. Kwa mfano madini chuma yanasafirishwa na molecules ambayo imetengenezwa kwa protini kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini wakati mwingine inatunzwa pale inapokuwa nyingi mwilini na vitu ambavyo vimetengenezwa kwa protini. Kuna oksijeni inasafirishwa pia na molecules ambazo zimetengenezwa kwa protini, lakini pia kuna baadhi ya dawa zinahitaji protini ili ziweze kusafirishwa. Unapomeza dawa, kuna ambazo zinahitaji protini, zipate protini mwilini, izisafirishe kutoka sehemu moja kuzipeleka sehemu nyingine ili ziweze kufanya kazi. Kwa hiyo protini ni muhimu sana, na hizo ni baadhi tu ya muhimu wa protini. Na protini zinapatikana kwenye vyakula vipi? Sasa ni vyakula vya kawaida, na kuhakikisha ni vyakula ambavyo unaweza ukapata kwenye mazingira yetu. Vyakula kama mayai, kama nyama, kama maini, kama maharage, kuna dengu, kuna karanga, lakini kuna majani ya maboga. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kwenye mazingira yetu ya kila siku, lakini kuna vingine ambavyo ni vitu ambavyo vinapatikana baharini, kwa mfano samaki, dagaa. Kwa hiyo wakati mwingine sio mpaka utumie gharama kubwa sana kupata vyakula ambavyo ni vyanzo vya protini, lakini pia kuna vitu ambavyo ni vya bei nafuu na gharama ndogo, lakini vina vyanzo vizuri vya protini. Na wakati mwingine kama una shamba, jitahidi ulime hivi vitu ambavyo vinaweza vikakupatia protini. Kama una eneo kubwa nyumbani kwako, kafuge kuku, upate nyama ambayo inatengeneza protini, upate mayai, upate protini ya kutosha. Lakini pia fuga ng'ombe, unaweza ukapata maziwa ambayo yana protini ndani mwake. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza mazingira ya kupata protini kirahisi nyumbani kwako. Kwa hiyo umeona namna gani protini inapatikana katika hivi vyakula ambavyo ni muhimu viwepo kwenye mlo wako. Nini sasa madhara ya kutopata protini ya kutosha mwilini? Kama usipotumia protini kama inavyotakiwa, inaweza kupelekea maradhi. Kwa mfano kwa shokoo, kuna marasmus, hasa kwa watoto inatokea sana. Ndiyo, kwa sababu watoto wanakuwa na mahitaji makubwa ya kupata hizi protini ili ziwasaidie katika ukuaji. Kwa hiyo wasipopata protini ya kutosha, unaweza kukuta watoto wanadumaa, udumavu, wanachelewa kukua. Ina maana ukuaji wao unakuwa hauendani na umri wao, kwa sababu tu wamekosa protini. Lakini pia unaweza ukajikuta kama mtu akapata kidonda, akafanya operesheni au kwa namna yote ile, anacheleweshwa katika uponyaji kwa sababu tu anakuwa hana protini ya kutosha mwilini.
Na pia inaweza kumpelekea mtu akakonda sana, kwa sababu protini inasaidia katika kujenga misuli. Kwa hiyo ukosefu wa protini pia unapelekea mtu anakonda akikosa protini ya kutosha. Lakini pia kuna baadhi ya homoni zitapungua mwilini, wakati mwingine inapelekea hata matatizo wakati wa uzazi, kutokana na kwamba baadhi ya homoni zinahitaji protini zitengenezwe hata mwili za uzazi. Lakini pia kama mama ni mjamzito, anahitaji protini ya kutosha ili mtoto aliyeko tumboni apate protini ya kutosha, ili aweze kuzaliwa akiwa na uzito unaohitajika. Kwa sababu kuna baadhi ya makundi, kwa mfano kama watoto na wajawazito, miili yao inahitaji protini nyingi, kwa sababu ni kipindi kama ni mtoto cha ukuaji, lakini mama mjamzito tayari ana kiumbe kingine, kwa hiyo inahitajika protini nyingi, inatumika sana. Kwa hiyo lazima aongeze hata ulaji wa protini ili kufikia yale matarajio ya kiafya yanayotakiwa. Lakini pia na kwa wazee wanahitaji protini ya kutosha ili waweze kuimarisha misuli yao. Kwa hiyo protini pia inasaidia katika kujenga muonekano wa ngozi yako. Usipokula protini na usipokuwa na protini ya kutosha, inaweza kaleta shida kwa habari ya muonekano wa ngozi yako. Na kuna baadhi ya magonjwa yanayosababisha protini kupotea, kwa mfano magonjwa ya figo yanayosababisha protini kupotea, au ya ini yanayosababisha protini kuwa ndogo mwilini. Unaweza kukuta mtu anakuwa anavimba kwa sababu tu kazi mojawapo ya protini ni kusaidia damu kukaa katika mishipa, tunaita albumin. Inasaidia ile kisayansi tunaita oncotic pressure, ili maji damu siweze kutoka ndani ya mishipa ya damu kusambaa sehemu nyingine, kusababisha mtu akapata uvimbe. Kwa hiyo inasaidia ule mkandamizo ndani ya mishipa ya damu ukae sawa sawa. Kwa hiyo ikitokea kuna magonjwa kama haya yanayosababisha kupoteza protini, inatakiwa mtu tunamshauri atumie protini za kutosha, ili angalau zimsaidie katika kuhakikisha anakaa vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaona ni muhimu sana protini, au unapokula chakula protini iwepo katika mlo wako, ili ikusaidie katika mambo kama. Lakini pia inapunguza maambukizi na kupata mashambulizi ya magonjwa mara kwa mara, kama tulivyoona kwamba inasaidia katika kinga za mwili. Kwa hiyo inasaidia kukukinga pia dhidi ya maambukizi mbalimbali. Kwa hiyo protini ni muhimu sana katika mlo wako. Ndio maana tunasisitiza kula mlo ambao ni kamili, na ndio maana tunasema usipokula chakula kama dawa, itakupelekea kula dawa kama chakula.